Asifiwe. Basi naomba tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema, ninakushukuru kwa kipindi hiki ambacho umenipa ili niweze kusema na ndugu zangu wanaonitazama wakati huu. Naomba hayo nikiamini katika jina la Yesu. Amina. Jioni ya leo niko mbele zako kukukumbusha maandiko. Biblia inasema katika Isaya 59 na ule mstari wa kwanza. Nasema, tazama mkono wa Bwana haujapungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mkono wa Mungu sio mfupi. Sikio la Mungu sio zito hata lisiweze kusikia mahitaji yako. Mkono wa Mungu sio mfupi hata usikuokoe katika mateso ulionayo, katika shida ulionayo, katika magumu ulionayo. Yeye anachunguza mioyo, anajua magumu ulionayo, anajua shida unazopitia. Huenda ni biashara, huenda una changamoto katika ndoa, huenda una changamoto katika sehemu unapoishi. Wakati mwingi unakoswa mpaka na kodi ya nyumba, lakini Mungu amesema sikio lake sio zito. Yeye yuko tayari. Sema unahitaji nini. Yeremia 33 na mstari wa 3 anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kazi yako ni kumuita tu Mungu. Mwambie Mungu, niko hapa, ninahitaji 1, 2, 3. Yeye Mungu atafanya. Mungu ni yeye yule jana, leo, hata milele. Tumesoma mkono wake sio mfupi, mkono wake ni mrefu. Haijalishi uko maeneo gani, lakini mkono wa Mungu unafika. Haijalishi ni katika biashara zako, haijalishi ni katika magonjwa. Huenda wewe ni mgonjwa, unaona ugonjwa utaniua, lakini mkono wake sio mfupi. Leo Mungu anaenda kukuponya. Ndugu yangu, usikate tamaa. Kumbuka Mungu pale ulipopita katika kipindi kile, katika ile dhiki. Mbona Mungu alikuvusha? Mbona katika ile shida kubwa Mungu alikuvusha? Mbona sasa una mashaka? Mbona kama unakata tamaa? Jioni ya leo nimekuja kukwambia mkono wa Mungu sio mfupi. Utakutoa hapo ulipo, utakutoa katika dhiki hiyo, utakutoa katika mateso hayo, utakutoa katika shida hiyo. Biblia inasema sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Amesema njoni tuhojiani, leta hoja zenu zenye nguvu. Mwambie Mungu, nina 1, 2, 3 ninahitaji unifanyie. Jioni ya leo usikate tamaa. Ondoa roho ya hofu, ondoa roho ya mashaka, ondoa roho ya woga. Mungu yuko tayari kukuponya. Hata kama umeugua miaka mingapi, hata kama umeteseka miaka mingapi, lakini Mungu amesema atakuponya. Isaya 61 inasema ya kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya waliofungwa wapate kufunguliwa, wapate kuwekwa huru. Inawezekana umefungwa na ulevi, umeshindwa hata kujenga nyumba kwa sababu umefungwa na ulevi. Yesu leo anakufungua katika jina la Yesu. Yesu leo anakufungua katika uzinzi. Wakati mwingine unafanya uzinzi, ukahaba, sio kwamba labda unapenda, lakini Yesu amekuja kukufungua katika ukahaba, amekuja kukufungua katika ulevi. Wakati mwingine ni uchawi, Yesu amekuja kukufungua jioni ya leo kutoka katika uchawi, kutoka katika ushirikina. Yuko Yesu kwa ajili yako. Yeye hana upendeleo. Angekuwa mwanadamu angekuwa na upendeleo, lakini Yesu anauangalia moyo wako. Mwambie jioni ya leo, nimechoka na ulevi. Mwambie jioni ya leo, nimechoka na ukahaba. Mwambie jioni ya leo, nimechoka na uchawi. Yeye Yesu mkono wake sio mfupi. Yesu amekuja kuwafungua waliofungwa na ulevi, waliofungwa na ukahaba, waliofungwa na ushirikina, waliofungwa vifungo vyote. Jioni ya leo Yesu amekuja kukufungua. Ondoa roho ya hofu. Utavuka hapo ulipo, utasonga mbele, wala hautakufa na ugonjwa. Yesu anakuponya. Yesu aliponya wengine na wanaenda kukuponya. Sema, niko hapa Bwana, nahitaji kupona. Yeye aliyemponya Bartimayo kipofu leo anaenda kukuponya wewe.
Haijalishi umeugua miaka 30 na ngapi. Mungu alimponya Hezekia, leo atakuponya wewe katika jina la Yesu. Jioni ya leo Mungu anakuhitaji. Acha kukata tamaa. Kukata tamaa kunapelekea watu kujinyonga. Kukata tamaa kunapelekea watu kujidhuru. Acha kukata tamaa. Simama na roho ya ujasiri. Mwambie Mungu aliyekuleta duniani anakujua kuliko jirani yako. Mungu aliyekuleta duniani anakujua kuliko mume wako. Mungu aliyekuleta duniani anakujua kuliko mke wako. Maombi haya yafike kwako katika maisha yako, ya kuokoe katika shida, ya kuokoe katika mateso, ya kuokoe katika magumu yoyote unayoyapitia. Ninaamini itakuwa hivyo. Naamini umefunguliwa. Naamini umekuwa huru. Naamini unaanza hatua upya. Naamini afya yako inaanza upya. Naamini biashara yako inaanza upya. Naamini ndoa yako inaanza upya kupitia maombi haya. Naamini Mungu anaenda kusimama na wewe. Nami nasema Mungu akubariki na Mungu akupe haja ya moyo wako. Basi kama utaweza kuandika amina, basi Mungu akubariki. Sema amina. Nami nimekuombea na nitaendelea kukuombea katika jina la Yesu. Amen.